Yo, what's up guys? This is Tubonge podcast with Bright and Brad. Na leo tuko na Sister Joy hapa. Unakumbuka ile ngoma ilikuwa inaimba Pretty Sister Joy? Nampenda kumenjoy kumtease kama toy. Yeah. Najut tuko na Man of God. Hallelujah. Uninyunyuzie maji Bwana. Amen. Unioshe nitakaze kweli. Niupe kabisa. Nice one. One more. Ninyunyuzie maji Bwana. Uninyunyuzie maji. Iko sawa. Si lazima pasi. Niaje. Si lazima tupeleke kwa baba hivyo. Yeah, like I've said, this Tubonge podcast with Bright and Brad. Bright ni yule pale hapo hivyo. Yeah. I'm the big man himself, Brad. Director Brad. The biggest man. The big man. Unajua tunafaa tuseme ni big kiasi gani? Okay. You guys look similar. Yes. No, I don't look similar. You look together. We look together, maybe. Okay. Yeah. Okay. All right. So yeah. So leo tulikuwa tunaongelea Christian dating. Nasikianga watu wakisema Christian dating. What is this Christian dating? William sana date kama sasa Kefa director wetu hapo hivyo nje. Mimi sijaona demu yake hapa hivi kwa church. So na anasema so na sijui. Okay, we are talking about Christian dating one. We are talking about dating in church or outside church. Number 3, is it right for a lady to earn more than a man? Oh, You're getting me? Okay. So director wetu hapo sijui you're dating. Okay, sawa. To earn more than a man zinashaolewa. wana earn Dating hapa. Okay, starting by it, you're having a Christian date. But what is Christian dating? For me, I would quantify it as from the word. Majina wengine kubwa unazitumia hapa quantify. Ulikuwa na dictionary ni Bible peke yake. The Bible peke yake. Continue. From the word Christian, therefore we get Christ. There's a way Christ wants us to date, and actually it's recorded in the Word of God. Yes. So if you'd allow me, I would get there very quickly. Very nice. In Isaiah. Katiba. Tushaingia kwa word. Katiba. In Isaiah 34, verse 16, it says, "Look in the scroll of the Lord and read. None of this will be missing. Not one will lack her mate. For it is in his mouth that he has given the order, and his spirit will gather them together." Yeah. Sasa unajua. Yeah, nice. All right. So actually, I think from the context of this verse is that God himself, there's a way he has set that we should meet with the opponent, like with our partner. I usually like to use the analogy of a triangle. Una venye triangle inakuanga na ka apex hapo juu. And then kuna hii apex hii side ya right na ya left. So ebu put you and your spouse kwa hizi apex za right na left. And then you both of you, your main objective is to serve God and to seek him. So God ako kwa hiyo apex ya juu. So as you are serving him and seeking him, also your partner is also serving him and seeking him. Nyinyi wote mtapatana kwa hiyo apex iko hapa juu. Pop. So I have a question. Yes. I have a question. So hiyo ni Christian dating you're talking about? Yes. So dating inside the church and outside, your aspect. Which one is dangerous? Which one is okay? Because kuna watu wanasemaga chali yako amekam church na dem ako church. Hatu wame experience worse. na kuget Umenipata papa? Yeah. Lakini naweza sema Christian dating venye iko tuko hiyo jina Christian dating. So I think inafaa ikuwe tu ni watu wawili wanajua God na wamekaa in his will na ndio wanaitwa Christians na sasa ndio wamekutana wanataka kufanya nini kudate kuingia into a relationship together. So hiyo aspect ya umekaa church umepata boy wa church
okay, inafaa ianze from the point that wewe relationship yako na God inafanana aje kwanza. Ndio huyu mtu mwingine mwenye unataka kudate, venye tu Joy amesema hiyo story ya kumeet at the apex, na hapo kwa apex ni kama hapo kwa mlima hapo juu, ni God ako hapo. So alafu kuna kuanga na hiyo danger ya kukua unequally yoked. Venye Bible inasema you should not be unequally yoked with a non-believer. Cause we kama we ni mse unatambua God, we ni mse unajua God vizuri, na uko na relationship na yeye, alafu kuna mtu unataka kuingia ama anataka kuingia in a relationship na yeye na ajui God, then kuna hiyo danger ya yeye kurudisha chini, pull back. So hata tukiongea kuhusu Christian dating inafaa ikue ni like Paul's in the sense that nyinyi wote ni Christians kwanza, tunaanzia hapo. Ama namna gani? So niulize the non-believers. So the non-believers hawezi kuwa into a relationship with believers. Ndio. Hatuwezi. Haiwezi. Na unajua bado haiwezi make. Why? Lakini sasa na haiwezekani that a believer akwe into a relationship na non-believer na mtano. Sasa wacha nikwambie. Lazima ampate kama ni believer. Unajua kuna kuanga na hiyo notion ninatembea huku nje ati ya mimi nitamturn. Wacha niingie tu kwa hiyo relationship. Ni mimi nitamchange. Kwani ni water into wine? Ndio hiyo. So wase kuwa na hiyo notion ati mimi nitamchange. But unajua unapata ule mse mwenye, hebu nikuulize swali, ule mse amesimama juu ya kitu na mse ako chini, nani ako na advantage ya kupull mwingine? Ako juu. Mwenye ako juu atakuvuta juu ama mwenye ako chini ndiye atakuvuta chini? Mwenye ako chini atakuvuta chini. Sasa that is it. Ukiwa in a relationship with a non-believer, ako na more power of pulling you to their side more than you to their side. Lakini sisemi ati uwezi preachia msea okoke. But if you are getting into a relationship, make sure first of all huyu msee anajua ako na relationship na Christ. Cause kitu ya kwanza ni kama yeye mwenyewe individually hajui Christ, what makes you think itawak na wewe? Unaniget? Mimi niko na swali. Niulize. So mimi ni chali niko na dem. Okay, acha nitumie dem Joy hata nipiga hapa na Bible. Yeah. So dem akona chali. Huyo chali huwa anaomba. Kupiga sala anapiga. Anasoma Bible, lakini kitu kupiga sala sio kitu, is not the only thing anapiga. Pia sherehe anapiga. Okay. So and you sasa when them sema Joy. Joy you are church thing, church girl. Yeah. You know the word very well, you advocate for everything godish. You see? But this guy will accept because anaomba, ana read the Bible. Unaona? But sherehe anapiga. Yeah. Okay, mimi na feel tunaweza give meaning to what it means to be a Christian. Yes. Ndio tuelewe because umeleta aspect ingine ya ana pray na ana read the word of God. We have people like that. But anapiga sherehe. So I think passive maybe we can give meaning to what is being a Christian. What does it really mean? Yeah. Being a Christian, that's a good question. I think tukianzia hapo ndio tutajua hata nini tunabonga kuhusu Christian dating and such. Being a Christian simply means being a follower of Christ. And a person who believes in him and follows his commands, and their faith ama belief is rooted in Christ. So kama tunasema hao ni followers of Christ, ujiulize Christ ashaipiga wapi sherehe kwa Bible ndio to follow his examples? Because kama unajiita Christian, we ni msee mwenye una follow examples za Christ zote. Hakuna yenye unasema ati wacha mimi nifanye hivi venye nafikiria kwa sababu sasa we ni follower wa mtu. Huyu ndio master wako, ndio tunamuitanga Lord. Juu ni master wako. So hakuna venye unaweza sema we ni Christian na unaishi hii life ya kusema ati maybe napiga sherehe, maybe kuna vitu zingine unafanya outside of what master wako anafanya. Because kama we ni student wake, lazima ufuate kenye anakufundisha. And I like when you umesema hawezi kuwa ukifanya kitu yenye iko outside him, but it stems from somewhere. It stems from you abiding in him and abiding in his word and obeying, and then he will
he gives us the Holy Spirit, and then the Holy Spirit who is in you is the one who is able to make you not do something. Si hatuwezi fanya. Mi sahi, okay, sherehe ingetokea hapa, I would be at a point of kuna free will and then kuna God's will. But there's a Holy Spirit in me who will tell me like, apana, don't even go there. So it will be more of the Holy Spirit in me, leading me on what to do in this world or not what to do. It's not ati mimi namkanga nasema sitaenda sherehe leo, sikunywi pombe, hata sitafornicate. It's not really me. It is the Spirit, the Holy Spirit in me that guides me, and I'm able to cringe and be like, I think that is not what the word of God says, and I choose to obey the word of God. Yes. Now, to the big story, to the big topic. Yes. Money matters. Yes. Before we end to the big story, listen. Is there such thing as modern Christian dating? Modern Christian dating. Kusema kuna modern Christian dating inamaanisha kuna traditional ways of traditional Christian dating, ndio? Jukaa kuna modern. Okay. Modern. So traditional tuna assume traditional ni yenye tuliipata kwa Bible, si ndio? Juu ukisoma, okay, wacha niwapeleke kwa word kidogo. Ukisoma story ya Abraham na mtoi wake Isaac, wakati Sarah alipass na Abraham alikuwa anataka kuacha mtoi wake akiwa set, alituma servant wake afanye nini? Aende amtafutie wife. So servant wa Abraham ndiye alitoka akaenda kutafutia Isaac wife kwa pande ya kina mzae wake huko. So wakaenda huko kwa kina huko kwa kina Laban, wakapatana Rebecca. So yeah, wife wa Isaac alikuwa Rebecca, mwenye walipata naye Jacob and Esau. Mambo ili happen na huko. So actually Bible hakuna mahali tunaona wase wakidate. Actually the modern way of doing dating ni si tulijiinventia, iko kwa Bible. Wase wa Bible hawakuwa na date in some sense. So iko. Ndio nasema sasa sisi ndio tumejiundia dating. Bible ilikuwa msee anatafutiwa wife. Unakuja mnapatana mna bond huko kwa mna continue na life. So modern wife. So by the in real sense biblically hakuna mahali wase walidate. Hata the first human beings Adam and Eve wakudate. Ni God alikuja akawakutanisha. By the hebu niulize tu nirushe hii swali huku. Do you believe that kuna msee umeumbiwa ama ameumbiwa for you specific person mwenye tunaitanga soulmate? Juu tunaongea kuhusu Christian dating. Do you believe kuna mtu ameumbiwa Brad, ni huyu ni wa Brad na amebrandiwa hivyo ni wa Brad, ama huyu ni wa Joy na amebrandiwa ni wa Joy? For me, if I am, yes, I'm serving the living God and I pray, I do those things. And I always believe there is someone for me. God has someone for me. Because unaweza pata umepata people but hayapi inakataa. Unaget? Unaona this, look, this is a pretty lady. You are there because of the prettiness. You are there because of whatever you see. You see? But God sees something else. You see? She can be pretty. Sorry. He can be handsome. He can, you see? Unajua tuko hapa to gender equality. So, yeah, she can be pretty but unataka hiyo for the society. But God maybe anasema I need someone for you who knows your dreams, who align with my whatever I want for you. Okay. So I believe. So una believe kuna mtu. There's someone. Na swali yangu ni kuna mtu specific. That is the question. Specific. Sisi wote tuna believe. Hakuna mtu. Me, I don't think kuna mtu specific. Okay. By specific. Specific ni. By specific na maanisha. For example, tuko na Joy hapa as a lady for example. By specific na maanisha Joy hafai kuoa mtu mwingine kwa hii dunia ama kuolewa na mtu mwingine kwa hii dunia apart from mimi. Specific that way. Sasa shida ni hatujui ni nani. So that's what I'm asking. Juu kuna watu husema kuna mtu God ameniwekea. But unajua God anajua kila kitu. Yeah. Okay, for me, if I was to go, I would still go back to the word and rely on, and his spirit will gather them together. So ni kama kuna mtu ako mahali and then there's me,
and then God is seeing into my future and seeing what I will need, what I will need for him to serve him, what I will need for me to minister to the word, and therefore ataniletea mtu mwenye I will need him. Yes. So hapa inaka more of actually, to me, how it usually look like, it's not actually, God is not bringing me a man for me to be happy and now be able to have this kind of love. Okay, that one I would consider it as a benefit to the man coming, but to me it look like there's something that God wants to attain with me and this man coming together. It could be this a child that he wants to be born, and he knows that it can only come through me and that person, and we bought this child and acquaint to ascertain. However, I'm tempted to ask, this the concept of free will. What if anaomba yes, anaomba hata mi pia anaomba, and then ametukutanisha hapa, and then this guy who loves God and believes in God aniangalia aseme huyu si type yangu. That is it. Ule God anataka for you. So pia Christian ni mwenye God ametaka for them, but ame choose easy type yangu. Me think my type, I want it in a certain way. So ame choose free will, which God respects. So how do we then say about that? So Joy, pia kuna type kwa Christianity. Hakuwezi kosa type, because we hata we msee, hebu nikuulize, ukitembea huku nje kuna kila kitu nakufurahishanga. Lakini si kila kitu nakufurahishanga. Kila kitu was made by God. Kila kitu was made by God. Kuna Mungu ndani. Nasema yani in this life generally unabambikanga na kila kitu generally, si watu. Unajua kuna msee anaweza sema mi ukula hii sikulangi hii, mi uenda huku siendangi huku, so obviously hata wewe kuna vitu tu haziwezi kubamba, kila kitu hawezi kubamba. So, unajua kuna beliefs fulani za sijui ni watu view as Christian dating ama aje, unaona? So for example naweza uliza mtu, unaniambia so mi sijui, mi najua leo kuna type Christian dating. Lazima kuwe na type juu actually dating huwa inaanza na nini? Huwa inaanza na attraction. Huwezi anza kudate mtu mwenye akubambi. Kuna mtu aliniambia kama God amekuletea hata God amekuletea lazima God make sure. Cheki, by the way niko serious. Wacha niwaambie. Niko serious. Cheki venye God alicreate Abraham, Adam, the first man. Jina zote zinaanza na A. Venye God alicreate Adam. Alafu akampatia hiyo kazi ya ku look after the garden and everything. Unajua kuna kitu ilifanya Eve atengenezwe. Ni kwa sababu Adam alikuwa lonely. Na Bible inasema God aliput Adam into a deep sleep, akachukua rib, alafu akatengeneza woman and then akampresent to Adam. So Adam alikuwa na choice ya kusema hii ni bambi. Lakini Adam alinice akasema wow man, ndiye akaitwa woman. You are rib of my rib. Sasa unajua shida ni Adam hakuwa na other choices. Na ndio nasema sasa, si unaona lazima ilimbamba kwanza. Mimi kama angekuwa na choice nyingine, angesema God kidogo hebu chonga hivi. By the way alikuwa na hiyo option ya kusema God huyu hajanibamba, tengeneza mwingine. But as long as kuna hiyo attraction na umebambika tu na huyu mtu, it starts from there, but then kuna hizo sasa vitu deeper sasa. So lazima kukue tu na kuna type, hakuna msee anasema hana type. So kuna type yangu ni opposite, not Joy is saying. So tuseme an example pia, God akona someone for you. But saa zingine si ati God atakwambia enda kwa wewe jamaa. God anajua sio akiweza kutana baadhi wanaweza make kitu ingine perfect sana. I do understand that ni God ata align destiny yako na yake, but si ati atakushika hivi akuambie ni ule. Sasa tuseme for example Joy labda akuambia cheki. Labda Joy huwa anachapa ma trips all around the world. Alafu ameomba for this man God fearing. Alafu kuna jamaa tu huku nje anachapa missionary work, yani anaenda from country to country akipreach the word. Na Joy pia anafanya nini? Ana fly around all over. Wapatanie kule. Si bado amepata answer yake. Labda pia kuna mtu anakaa anakuja church na muumini, si lazima travel all around the country.
apendwe tu na manze apendwe na pastor. Usiweke hata pastors wanahitaji mapenzi. Acha kujitetea. Guys, I think hiyo ingekuwa swali ya kwanza. So mimi niko na swali. Yes. Okay. Mbona most of the time not pointing fingers most of the time na not pointing fingers. Yeah. Most of the time since hata huko place we met. Yes. People come and start dating in church. Alafu mmoja wao anatoka church. Why? Can they just date wakiwa manze? Anatoka church anaenda juu ya heartbreak ama no, not because of heartbreak. Yani anaenda church nyingine. Anamwambia sasa unajua vile tunaendaga hii church. Hatuwezi kuwa tuna date alafu tuenda hii church moja. So wana feature relationship yao. Kitu kama hiyo. Is it okay? Asking for people. Joy kwanza ajaribu Joy, wewe unaweza fichwa? Unaweza kubali kufichwa? Sijui atakaa ni kufichwa, but kuna some cases just asking for people. Kama hata ile ya kwanza nimeuliza ile mtu wake anaomba ile unaona button piga. Okay, so one partner si mtu wa kanisa vizuri. No. Hiyo swali shaenda. Okay. Unaona? Okay, uliza vizuri hii swali. So, I come here. Nimekuja hapa nimekaa 2 years. Joy amekuja. Nikaona msichana kajitetea. The way analift her hands, unaona anaweza kulift in prayer. In power. Anaweza kulift in prayer hivyo. Anyway. So tukadate 1 month. Kafika pale nikamwambia Joy, sasa unajua sasa ni wewe uko na kuja hii church, mimi niende ingine. Ama mimi like hatuwezi kuja wote hapa. Why though? That's what I want to understand. Ni kwa nini mwezi fellowship with the same church? Attention ya nini? Wewe ni celeb? Wewe ni celeb ama? Like ama hiyo ni kaa unaficha. Hapana, mimi na feel hiyo ni kufichwa cause kama mmemeet kwa hii kanisa. Unaweza enda achukuliwe. Mlimit kwa hii church na mka agree muingie into a relationship na hakuna kitu yoyote yenye inawazuia kukua pamoja, then I don't think kuna reason ya msee kusema ati naenda church nyingine na huyu anaenda church nyingine. Labda hiyo sio Mungu alikuwa amepanga yeye naye. Labda ilikuwa tu an instance of infatuation. Nimekupea mtu na anza story zako. To me that appears as a very diabolical manner. Because anatumia what? Continue. Itabidi top grade. Okay. So one, I don't think then this man is ready for me because ashaanza could behave, he does not have even the capacity then to have me as the wife. Kama even ndo ameanza, he looks like a weak man to me, and I pray that such kind of love never locates me. However, I think, do you know not everyone who comes to church is actually Christian? A church is like a hospital for the sick. Actually, Jesus said that he's not. And he that's where I came with that question. Watu wengi wana watu wa church kudate mtu wa church ni kama is the ideal thing to do. The person is sick, like not sick like uko nje amefanya nini hadi akasema acha nirudie Mungu. Unaona? Yeah. That's what tukianza niliuliza. But continue. So with that understanding, it calls for not everyone you meet in church, you should actually be like, I finally found my man. You should, I still think you should seek to dig deep and get to know where is the heart of this man? Because every person on this human being, there's something that he bows down to. There's either it's your colleagues at work, au ndo kusema, but I feel like you should seek to know who really has the final voice in this man. Is it God? What is it exactly? So through that, then you can proceed with a relationship and say that this man actually is a Christian. But just that was to maybe clarify on the fact that not anyone in church is actually Christian. This is a hospital. A church is a hospital where all kind of people with all mannerisms are coming to just get some nourishment. Yeah. Na hiyo ndio inakuaga shida ya
kurukia dating, actually I feel like the foundation of Christian dating is having Christ at the center. Ukikuja church upate venye Joy anasema ni hosi. Wewe utatoka hapo na mtu bado anafaa aendelee kuchukua dawa na umempeleka home. Mtu wako kwa wada ameadmitiwa, wewe ushamfanya outpatient, umeenda na yeye. So unafaa ukuwe careful sana. Unauliza Christ ndio daktari. So daktari ndio unamuuliza, huyu msee amemaliza dawa, ako ready twende. Atibiwa akikuja. Na ndio maana venye umesema actually mkianza kufanya Christian dating, you have to be accountable to your church leaders, like your pastor at least ajue una date. Na huyu pastor wenyu mwenye huwa anawalisha neno, at least anajua kondoo wake. So atakwambia hii kondoo bado kuna mali ijashika line vizuri. So that's why you involve leaders to keep you accountable. Ndio usikue ule msee wa kusema mimi naenda church, wewe baki huko, mimi niende kanisa. So to sum it up is just that Christian dating, the foundation and the core should be Christ. Nice. Yes. So sorry. Sasa kuna beliefs fulani hapa ulikuwa naongelea sasa kwa Christian dating. Unapata kuna vitu fulani zina happen kwa dating zenye watu sema ifai kuwa hivi. Unaona? Inafaa kuwa hivi, inafaa kuwa hivi. So for example nilikuwa nauliza best yangu, nasikia ananiambia in Christian dating sipendi juu nasikiaga ufai kuhug mtu more than 2 seconds. Sijui ukiongezea 2 seconds nini zina happen? I also want to know. Unacheka. Na kuget, lakini unajua vitu kaa hizo, ukianza kusikia vitu kaa hizo inamaanisha no texting. No texting. Ikifika saa 2 ya usiku. Also meet points zinafaa zikuwe mahali public. Na third party. No, this is just mnaitana brother and sister until marriage. I think actually nimesikia vitu kaa hizo, and actually they are there for safeguarding the relationship. Unajua sisi wote ni binadamu. And tofauti ya dating ya Christian na ya dunia itakuwa nini kama tunafanya tu the same thing sisi wote. Unanipata? So kama ni tuseme meet up, tukisema tuna meet up mahali public, it is for accountability. Ndio msee asiseme huyu jamaa anaitanga tu madem kwa nyumba yake na anakuaga msee wa church. It's just for accountability. Ama ukienda hiyo, kama we ni dem na unaenda hiyo date, at least unatembea na a sister in Christ mwenye anakukeep accountable until the day of marriage. Ndio at least tusiseme Christian dating na worldly dating hazina tofauti. Wase wanafanya tu vitu wanataka. You see, hiyo inachoma. So I think hizo vitu ziko hapo ku safeguard. So ni ukweli. Mambo ya kuhug more than 2 seconds. Not unless when mse uko na weakness ya women, uko tu na last. Na simsalimiane. Si ndio nasema kama uwezi hug tu mtu na ikue tu normal, isikae awkward, achana na hugging, wewe salimia watu ama wagote. Ndio nasema kama uko na shida ya last, hiyo ndio kitu labda inakudrive. Yes. To the last topic now. Okay. Hii mambo ya finance. Finance bill ama finance hapana. Hiyo tutadili na next month but one. Ama ni next month. Yes. So kwa relationship ama marriage. Maybe niulize Joy. You married? Because hapa hivi nikiangalia. So kwa relationship ama marriage, watu wanasemanga wapendi like dem akikuwa a lot than a man. Ni ngumu sana, like unaona nikaa wanasema inakaa mbaya. Mbona inakaa mbaya? Mwanamke ana lot than a man. Una get? So wengi husema like kukikuwa hivyo mwanamke anakuwa controlling, unaona? Ana lot. Why? So you have I'm asking if kwanza tujue ni notion tu ama like but nataka msimamo wenu. Acha tusikie kutoka kwa dem kwanza. Juu watu wanasema dem akian more. So dem ako hapa controlling, atuelezee yeye ndo kusema.
All right. So first of all, kuna hiyo msimamo, but I feel sometimes we really conform to the patterns of the world. Because sasa I don't know where that one has been. Okay, guys. Like unaacha kuosha vyombo. Kianza ku one more. Unaambia Baba Johnny, vile vyombo shughulikie. Nisipate vyombo zimelala kwa sink na Baba Johnny anamwambia ziko na usingizi. Well, for me I think it's okay, don't want to sound at nini or what, but I think it's important as a Christian to know what is your foundation. Ukikuwa uko 1 foot in the word of God, 1 foot into the world, you'd get confused, and that is why I think kuna kuanga na hizo maswali mingi. Is it good to do it date for 2 seconds? Is it good? Because you are 1 feet in, 1 feet out. If you're choosing to go this way, go through it kabisa. If you're going this way, enda bila kuanza kuuliza God ataniona na umeamua uende, of course utakuwa confused and all that. To me, first of all, the aspect of earning more than my man is not something totally at strange, that he can't live with this, and I'm now having a Jezebel spirit. I think it's how God chooses to bless us in that season, and through whom God chooses to use in that season. For me, it just appears like that. Because now, if I'm of the mentality that Nikki and more, I'll start disrespecting him, then the question will be, would God then rather withhold the more he's giving me ndio tukue balanced, ama just to make my man appear like he's earning more? And now what has that done to us as a family? We are stagnating. We are not at where we are because of my heart posture. So I feel it's important to be aligned with God, because also if God then makes that the situation, I think he'll give you the grace to be able to still respect your husband and still see him as who he is, and that is the head of the family. I think Joy ameisema vizuri sana. It boils down to respect. Na okay, wase bado wako kwa ile notion ya traditions yenye, kitambo women didn't have a voice, women were not empowered, women were not equipped to live a world that is mainly manly dominated, unaget. So from the beginning of time, dunia imekuaga tu, it's a man's world, and women have not been given a voice for the longest. So with the modern age, where now the woman amesomeshwa, amepewa empowerment, akona the same skills and abilities like a man, hata wanakuaga na hiyo saying, what a man can do, a woman can do better. Yeah. Who runs the world? Girls. Okay. Yes. I feel offended. Yes. Sorry. Yeah, sorry. But I feel because hiyo tradition yenye ilikuwa imewekwa mababu zetu na mababa zao, that women were just supposed to be seen and not heard. Now we are living a different generation, a different era yenye sasa women wamepatiwa education. Huwezi peleka mtoto wako akina Joy wamesoma hadi kampo, huwezi mfikisha kampo alafu muambie sasa atulie kwa nyumba akue wakutulia tu. Now if she has been empowered to such a level that amefika hizo levels na amepata kazi na job yake inamlipa fiti, saa atakataa pesa ati juu bwana yake ana earn kidogo kumliko, na labda hata bwana hajafika level amefika. Sasa itabidi unajua tena bwana aache kukua na small man mentality. Aache kufeel like bibi yangu anani intimidate. No, watu wanaonekana umetumwa. Mi by the way, acha niongee. Acha tukuache uongee. Kitu ya kwanza inafaa ujue, nimezaliwa na masizi. So siwezi taka kuona hata hao wakifanyiwa hizi vitu ati because I'm a man. I feel like this is a world dominated by men and stuff. So tunafaa tukue na hiyo notion ya kuembrace that vitu zilichange bana. Vindu vilichange kitambo, na so we are giving them their voice now. Because ukiangalia hata kuna country kama hizi za Waarabu that women were not even allowed to drive cars. Ilikuja tu juzi that now they are able to drive cars. True. Imagine something like driving a car. But ni Arab countries. Yes. Nina huko. Now they were subjected to hiyo inaitangwaje, marginalization, walikuwa wamewekwa kando. Like ukihesabu watu like if you are
accounting a group of people, you'll say they were men and women and children. Walikuwa nashikanishwa pamoja, women and children. So if now the world has embraced, imagine walikuwa naweka category moja na watoto. We are changing end. So that's why we celebrate when me actually nikipata a strong woman. Hallelujah. Strong. What do you mean by strong? Strong woman, I mean that no. Unataka kuinuliwa. Kwani unataka kuinuliwa? Ni kwa maombi pekee. Lakini pia Mungu anaweza ona huyo anakufaa. Huyo strong. Ni ngori. Ni mbaya. Hautaki strong woman tena. Mimi nataka strong woman mentally, physically. You think with me. Sijui kaa nyi wase mshaisoma Proverbs 32. You know the Proverbs 32 woman. Continue. Ni 31. Nimeshaongezea chapter kwa Bible. Mungu anisamee. Inakuanga Proverbs 30. Nifungulie Proverbs 31 tusome two characters za strong woman. That is the strong woman I'm saying, so physically. So the Proverbs the Proverbs 31 woman ni dem anajituma. Idem ana make sure familia yake na nyumba yake iko sawa. Juu inasema anaamkanga mapema, anatayarisha household yake, anaenda anachukua food, anapika. Acha niwasomee tu, msiseme nimekaa up na words. So this is the kind of strong woman I'm talking about. Proverbs 31. Proverbs 31. Haikuwa 32 guys. Jokes. So Proverbs 31 inasema a wife of noble character who can find. She is worth far more than rubies. Her husband has full confidence in her. Sasa kama uko na full confidence na yeye, utaogopa hata Kenya ana earn? Huwezi ogopa Kenya ana earn, si ndio? Her husband has full confidence in her and lacks nothing of value. She brings him good, not harm, all the days of her life. She selects wool and flax and she works with eager hands. She's like merchant ships bringing her food from afar. Huyu ni mtu anajituma. Sikieni. Ujitume, continue. Skia 15. She gets up while it's still night. 5 a.m. club. She provides food for her family and portions her female servants. Anapanga hadi watu wa kazi. Naona. And she considers a field and buys it. Unasikia sasa ni nani ananunua shamba? Unasikia? She considers a field mtu ambaye unataka and buys it out of her earnings. She plants a vineyard. Wacha tu nisisome yote. Hiyo ni pick tu. Na utakuna fani sasa. Exactly. Sasa ndio nasema, sikizeni kwanza. Sinyi ndio mnauliza kama tunafeel intimidated. Tunafeel intimidated na dema na earn no. Hata nunuaje shamba kama earn. Okay. Tuna get. So I don't think we should be intimidated by a woman who is earning more, in the sense that two are better than one. Hiyo ni Bible bali inasema two are better than one. They have a good return for their labor. So kama huyu ana earn more na mimi na earn yangu, obviously unajua mnajiulizanga what are you bringing on the table? Sasa kama mimi hata sina table. Sema if you are bringing peace, we can go. Hakuna cha peace. Hapa tuna work na two adults. Hatutakula peace, hatutalipa rent na peace. Si ndio? So tunakuwa logical. Hatuwezi kula peace, hatuwezi lipa rent na peace. So kama dem ameblessiwa na God, kwa level ingine yenye si yangu, mimi siwezi anza kuleta my issues at you know the traditional man hafai kukua ana earn less than the wife. Bana mimi nitapiga makofi na nimsomee Proverbs 31 niseme hata sasa unafaa ununue shamba. You know, tujenge. Unafaa ununue shamba ujenge. Na title deed isome jina ya bwana yake. Unafaa ununue shamba uanze kujenga. Unasoma 31. Na title deed inasoma jina ya bwana lakini ni amenunua shamba. Huyo ndo unataka. I see your dreams. Now I'm saying a strong woman. Guys, msiwae watu wenye wako weak. But no, that takes, I have a question for that. Unasema wasiwe watu wako weak, lakini wakiwa watu wako strong, they get intimidated. Ndio nasema sasa, if you marry a weak person, they will always say yes to everything that you get. Because now your ego will be satisfied. Kila mahali akisema tu sawa venye umesema. Marry someone who can challenge you, akwambie bro, hata hii kazi naona umekaa sana huko. Unafikiria aje? What next? What is your plan? 5 years, 10 years? That's the kind of person I'm saying. Not you want. We want. Na babangu akuconnect mahali. Na huyo strong woman. Huyu anataka kuniconnect, huyu atanikalia. Nakwaga hivyo.
Na by the nikuulize, ushai notice hizi marriages za kibombe zenye zinakuanga set up. Wind up sasa. Hizo marriages za wase wame well off. Walikuwa shachaguliwa partner wakiwa wadogo. Mbona huwa haziharibiki? Zile za kwetu. Za watu wa Kilimani and above. Sio lower Kilimani, ni hapa Kilimani. Sio lower. Lower Karen. Hao ni wale wase wenye their parents are not intimidated that hata kama huyu mtoto wangu nimemlea in affluence, there is another one mwenye wako sawa kwao, but they arrange those marriages and you know what, they work because they are not intimidated. Hata kama ni business, wewe jua tu hazitawai dunda. Unaunga hiyo mkono je? Okay, well, I would say, ukiuliza kama naunga hiyo mkono, sijui nataka niseme nini. Let's say in Christian version, tuseme unashikanishwa mkiwa wadogo, si ndio? So mkikuwa kubwa unasema kibalehe mnawana, huwezi kuwa na ile labda mnaichukulia ni kama God vile walinichuzia nikiwa mdogo hivi, God alikuwa ashasema ni huyo. Me, first of all, najua ukiwa mdogo, first of all, you have issues with self-identity. You have not even chosen God. You even don't know who God is. So I feel like for me, choosing somebody for me when I'm still young is like putting me to death so early. Please allow me to grow. Nijijue ndo nataka. You're still children. I'm still children, but let me know God. Let me get to seek Him, and then through that I find my person. Because at that time, and that is when I think. You know God or travel the world. When you're still young, we dedicate you to God. We don't baptize you. Yeah, so mimi naweza sema hivyo. Hii kuchuziwa inaleta issue. Okay, sisemi ati tuna accept watu wachuziwe. Nilikuwa napeana tu example. Sisemi watu wachuziwe. Okay. No, hata kitambo wazazi wetu walikuwa wanafanyiwa arranged marriages. Na hata walikuwa wanafanyia wenzetu arranged marriage. I'm not saying that is the way we should go. I'm just saying kuna wale sasa wako in those positions that wamepata partners wako above them in all manner of finances na societal ranks, wamewapita kabisa. So nikuulize Brad, wewe ukipata dem amekupenda tu na anatoka huko Kilimani, utasema utai kumdate? Unaweza kuona namba yake. Sasa ndio hiyo sasa. Wewe utafeel intimidated juu ana earn more kuliko. Sisemi kitu. But sasa okay, ni wa Kilimani lakini akona values mimi nataka. Sasa tuseme everything imework out. She is a godly woman. She is a godly woman. Yes, ana serve God. Na mnaendana vizuri kila kitu. So, na amekupenda tu. Kitu inabaki ni wewe. Kitu imebaki ni pesa. Kitu imebaki ni wewe. Inashikanisha pesa. Uko na ubaya. Sasa siana kama na pesa. Sasa ndio so uta feel intimidated. No. That an earn more. Hapana. Exactly. Okay. Hivi ni kubaya. Lakini hatuambii watu ati wakimbilie pesa. But you know, okay, for me I think ukiendea mtu because I think inakujanga na energy ingine different sana kwake. Unaona, ukiendea mtu juu ya do, kuna energy inakujanga after inakuanga mbaya sana. So anaweza fanya anything. Yeah, anaweza fanya anything. Because hata you come to me because of the money. Sisi kuwa na kuona that tunaweza ongea kitu ya maana nawe. You see, because wewe uko na mentality ya do tu. I get. Yeah. And I also feel okay, nikujia because I have money and another man is presented who has more money. Like there will always be somebody with more. Yeah. If that person with more comes and now poses, you'll accept. And then another one with more. So like you're not really grounded on anything. Like when you do. Yeah. Unadai. Wewe kitu tu inakudrive kwa hiyo relationship so, ni which mean unaweza nunulika. Yeah. Of which is bad and sad. Bad, yeah. Na wacha tu tuongee ukweli, relationships mingi huku nje zinadriviwa na hiyo dosa hii. Like
watu wengi wako hapo because they feel like the person they are with wanawasaidia kihela. Hiyo kuulizana what are you bringing to the table. In the first place hata mmetengeneza hiyo table ama mnataka tu mwekelee pesa wapi kama hakuna table. So as a person you first start by unajijenga kwanza. Ndio sasa hata ukipata huyo mwenye amesha make it ama ako na hela. But ndugu yangu mnakuja sasa mna reason at the same point, ndio sasa hiyo table inakuwa hapo. But me nasemanga hivi, first come with peace on the table. What? Peace on the table. Brad, I'll tell you this. Come with God. God, do you know who God is? Yeah, Let me tell you. can the son come. of, unto us, Nice. A child is born. He'll be called the Prince of Peace. If you don't have Jesus, don't at your have peace, peace. huna. Haina. So that peace comes with God. With Jesus. With He's the Jesus. Prince of Yeah. Peace. Yeah. Okay. Because I'm telling you, out here, to live alone, because out here, watu wanadhani wanafaana, but people are going. Have you ever? Okay, sorry to say, men goes through a lot. Huko nje unapata mtu amekaa chini bana, hata akili yake iko hapo. Why? Because they are thinking a lot of things. You're thinking about how they'll get money. Like money. You see? You're also thinking about how we will get money. Yeah, true. So the thing was first Jesus and peace. Jesus is the Jesus Prince of is the Peace. Prince of Peace. Jesus is the one coming with the Okay. peace. He's the peace. Yes, he's the one coming with the peace. Thank you. Acha The one coming with the tumemorizie. peace. Yes. Yeah. I don't know which one, but it says unto us. It's the book of Isaiah 53. It says 50, 52, 53. As hapo. in, unto us It's a a package. child It was born. the prophecy of the Messiah, as Isaiah was saying it. Unto us. Unto us a child is born. He'll be called Everlasting Father, Prince of Peace, Eternal Father. And Wonderful Counselor. Counselor. So if that is who he is, and you have him, don't you think you will bear the fruit? You are of getting the who whole he package. is? Nice. Unajua, if you So want the just thing peace is, without God, the world can offer some sort So of come peace with that Jesus. does not. Don't come with money. Come with Jesus. Jesus will help us I make feel money. Jesus is a complete and full package. Yes. Yeah. Jesus will help us make money. Make money. Yeah, because it says, Help and you. I give you, I show you, I give you Ability to make wealth. Like he's everything. He's everything, man. Yeah. Ni God, manze. So much said. Mm. Because ya masaa to wind up. Mekwa through anything else? Ya Parting kusema? shot. Parting shot. Acha niseme that Yes. in e-life, be it dating, be it just doing life, as it is, life ni ngumu ikiwa tu hivyo. Sasa imagine Kila mtu anaishi life for the first time. just imagine doing it without God. Yes. Just imagine. Yes. Enyewe already ni difficult, and now ongezea the factor that you are doing it without God. True. So be it relationships, be it finances, we cannot do this life without God. And that's why we are putting the element of God in everything. Hata ndio tunasema, if you want that peace, come first, get to know God, Jesus. Anasema Matthew 6:33 inasema, seek first the kingdom of God and his righteousness. And all these other things. Unaona hizi vitu tunakimbilia other things. Unaona ziko kwa side gani? Part B ya hiyo verse. Hazijaanza mbele. All these other things will be added. Sasa hizo vitu tunakimbilianga ni bonus. But if we first seek God and his righteousness, tuko safe. Nice. Yeah. Joy. parting shot yangu ni a chord of 3 is not easily broken, and a chord of three strands is not easily broken, and the third person is Jesus, or rather the foundation of it. If the foundation of it is Jesus Christ, and then you and your partner, that is the chord of 3 strands, it will not be easily broken. Yes. Okay. Brighton. Bright. Yes. Parting shot. Parting shot. Ukiwakumbusha tulishinda. Nilisema table. Mike. Okay, go close. Futa tu nini? So what I can say in wacha nirudi nyuma kwa story za relationship. I don't think you have been heard. I'm not being heard. Yes. Now you can hear me. Yes.
So what I can say is the mentality people have about the Christianity. A lot of people think ni boring. Yeah, exactly. It's boring. It's not boring. Sasa inategemea vile wewe ndio boring. Yeah, hapana, si ati wewe ni boring. Tegemea vile Pasi amesema hapa. Umekuja na ile mentality gani? Nika umeka mguu moja nje, ingine hata ufai kuwa unafikiria that ati 2 seconds sijui nini. At first mbona unafikiria hivyo? Mbona unafikiria hivyo? Sasa inamaanisha wewe umekuja na mambo yako. Unaona? So that notion, that mentality, this side of dating is nini, but the other side is good. The other side is I don't think Yoni yako. Okay. Yeah. It has been nice, guys. Me parting shot yangu. Which camera? This one. This one. Hizo zote tu. Parting shot yangu ni kusema kila kitu wase wamesema ni true. Just try it out. Tuone vile itakuwa. Au sio? Adios muchacho. Merci beaucoup. Vile Biblia imesema. Soma kitabu. Kitabu ya Bwana. The Bible is the only way, the truth and the life. Yes. Merci beaucoup. Na Joy hapa pia anaweza jichapa ka promo atuambie anafanya what. That was by the mlikuwa mseme kwa hizo. Maybe tuanze na wewe Pasi. Mimi nakuaga Pasi hapa Trinity Chapel. Ukijisikia unatafuta kanisa, unataka kuja ku fellowship na sisi, tuko hapa Thika Town section 9 ka shule fulani inaitwa St David's. Ufike tu ndani. Sunday tunakuwa service kuanzia 10 am all the way to 12 noon. Na mtanipata hapa tu. Kama kuna issue yote mnataka to discuss from dating, finances, everything, naweza nipata hapa. Na namba ya simu ni kama unataka kunitumia ka M-Pesa taandika hapo kwa comments. Okay. Well, my name is Joy Gitari. I am a born again Christian. I'm an actor. I'm a theater practitioner. I am a teacher of performing arts. Nyingi hadi unazisoma. I also serve with the TVET CDAC for assessing and validating exams for film and theater. Yeah, and I'm a whole lot of things here. Yeah, by God's grace. Thank you. Right. Tech bright. Shamaliza mimi kwa sababu mimi nakuaga hapa tu. Nikiingia tu tubonge hamtaiko mnikosa, mkinikosa labda serikali libanduliwa. We also do audiovisual services. Okay. Twinlink Media.co.ke. That's our website. For any hotels, services, events. Yeah. IT services ziko hapo ndani bado. Ziko tu hapo. Thank you guys. Nilisema mimi ni fan wa Arsenal. Merci beaucoup, imeisha sana Arsenal. Kwenda kabisa.